Wana watani zenu ni kama swala la mchezaji wenu Damaro Kamara, wamesema aliishii pale, wataenda mbali zaidi. Unalizungumzia? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, mechi yetu kati ya Yanga na Tanzania Prison imeisha salama. Shida yetu ilikuwa ni moja tu, kwamba baada ya kupata sare 2-3 tukaamua kufocus kupata matokeo, na of course mwalimu ameitendea haki mashabiki wa Young Africans. Kila mtu amefurahi, ameenjoy. Mwisho wa siku kilio chetu ni kila mchezaji wa Yanga anayepata nafasi aonyeshe kiwango chake kama ulivyoona wote hapa. Lakini twende kwenye swali lako la msingi kuhusu issue ya Damaro. Yani Simba wanaingilia mahakama. Yani sasa na mimi niingilie maamuzi ya mahakama, kwa sababu sisi tunaongozwa kwa mujibu wa sheria, na niwaambie tu kwamba Simba, huu ni mchezo wa mpira wa miguu. Kama mtu mnamuogopa, si bora waje kwetu watuambie kwamba sisi tunamuogopa Damaro, lakini kutoka huku kwenda sehemu mbalimbali kutangaza propaganda ambazo hazipo, sisi eneo hilo sisi tushatoka, kwa sababu waliomuidhinisha Damaro kucheza ligi kuu ya Tanzania bara ni watu fulani, viongozi wapo. Mimi siwezi kuwazungumzia viongozi, au siwezi kuzungumzia mahakama, siwezi kumzungumzia wakili. Mimi ninachomzungumzia kwamba Damaro ni mchezaji halali wa Young Africans ambaye hata mechi ya leo amecheza. Kawafikishie salamu washabiki wa Simba, Damaro hata mechi ya leo amecheza. Wanachohofia mechi yao yazidi ya mechi yetu zidi ya wao pale Zanzibar, kuna kitu walikiona kwa Damaro. Kwa hiyo mechi ya marudiano washawaza zinaongezeka 6, kwa hiyo wanaanza kutengeneza propaganda ili Damaro asicheze. Lakini niwaambie, Damaro ni mwana Yanga na Damaro ni Mtanzania halisi. Narudia, ni Mtanzania halisi. Kama kuna issue ya mambo mengine, wao waende kwenye mamlaka zaidi kwenda kuuliza. Lakini la mwisho ni kuwaambia kwamba watulie, sindano isije ikawaumiza. Yani daktari akitaka kukuchoma sindano, ukitikisika sindano inafanyaje? Inakatika, na ikikatika ni madhara, utafanywa operation. Umeshanaelewa? Umeelewa? Kwa hiyo mwisho wa siku watulie. Wakae na wavunja kuni wao, sisi tutakaa na wachezaji wetu. Wakae na wavunja kuni wao, sisi tutakaa na wachezaji wetu. Mimi niwaambie, ukimfananisha Damaro na ule Kagoma ni sawa na mbingu na ardhi, na ndio maana wanatengeneza propaganda kubwa. Frankie, naam. Game umeshinda bao 3 baada ya kusubiri kwa muda mrefu. Sare zilikuwa nyingi sana. Vilio kwa wanayanga yamezungumzwa mengi sana. Ushindi wa leo una maana gani kuelekea michezo ijayo? Sisi kwenye issue ya football, sisi ni wakulungwa. Unajua wakulungwa? Wakulungwa wa football ni watu ambao wanajua football na wakati na mazingira na muda. Kuna wakati Manchester United walipata changamoto sana, hawapati ushindi, lakini walivyofanya change kota kidogo kwenye benchi la ufundi au kwenye bodi yao, kuna vitu fulani vilibadilika. Ukaona Manchester kila siku anashinda. Umeelewa? Kwa hata kwenye football wako mchezo wa Yanga, maana yake ni kwamba kuna wakati kipindi tulikuwa tunapitia kigumu, kipindi cha majeruhi, kipindi cha challenge kidogo ambayo inaweza kumkuta hata binadamu wa kawaida. Wewe unaweza kawa unatoka nyumbani kwako una ukata wa kifedha, lakini ukakutana na rafiki yako akakusaidia, au maisha mengine akaenda, au kaokota hela. Umeshanaelewa? Au ni maisha ya kibinadamu ambayo yanaweza kumtokea mchezaji hata wewe. Mimi niwaambie tu kwamba kile kipindi kigumu kimeshapita, wasubiri sasa kipindi cha mafanikio, na mafanikio ni kwamba Yanga ni bingwa. Yanga ni bingwa wa NBC. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ukichallenge kikosi cha Yanga na kikosi cha Simba, utakugundua hapa ni kuna umbingu na ardhi. Sababu maana yake ni nini? Mbingu iko juu, ardhi iko chini. Wanachofanya ni kulazimisha, kupora au kuiba ubingwa, kitu ambacho sisi makomando wa Young Africans hatutakubali, kwa sababu uwezo tunao, nia tunayo na nguvu tunayo. Sasa msemo, labda niombe kitu kimoja. Unakwambia siku zote unaweza ukaa mpole kwa kumsoma mtu jinsi alivyo, lakini ukiona yameshazidi sana, hata Mungu anakuambia jisaidie na mimi nitakusaidia. Walikuja kwa mikakati ya kila aina, mara Damaro, menelewa, mara kucheza na marefa yao, mara kupenyeza mambo ya ovyo, mara nusu kaputi. Mara nusu kaputi. Tunazungumza kitu kimoja. Sisi tuna kauli mbiu yetu sasa hivi tunasemaje? Roho mbaya. Hiyo kwa mganga tutaenda. Hiyo kwa mchungaji tutaenda. Hiyo makaburini tutalala. Sasa hivi sisi tumecharuka, tuna degedege, tuna sikoseli. Yaani tuko razi kuitetea bendera ya Tanzania na bendera ya Dar es Salaam Africans. Sisi tunaumia kwa sababu tuna hisia kali sana mashabiki, na tunaipenda timu yetu kwa sababu tumesajili vizuri, tunajitoa of course.
lakini lazima niongee kitu kimoja cha ukweli. Sisi hapa tulipoanzia kama hatuwezi kusimama sawa na gari ambalo limebeba nazi linapeleka kijijini kwa ajili ya kutoa dhamana kwa kila mtu. Sasa Mawigi, mmesema kwamba hapa hamwezi mkasimama, lakini baadhi ya nyota wenu muhimu ni wamepata majeraha, ikiwemo ni Dickson Jobu, wakina Clement Mzinzi hawajaonekana kwa muda mrefu. Huoni kwamba hilo linaweza likawa ni sababu ama kikwazo cha nyinyi kwenda kutetea ubingwa wenu? Dar es Salaam Young Africans zina wachezaji wengi na tumewasajili kwamba wachezaji wote kwa kufanana. Maana ya wachezaji kusajili na maana walioanza na wale kuanza wote wako sawa. Sema mpira Mawigi, wewe si goalkeeper. Of course. Bana, sisi wachezaji wa Yanga wakiumia hata tukicheza sisi tunashinda. Hata tukicheza sisi tunashinda. Kwa sababu ligi tunaifahamu. Tunaifahamu kitovu cha ligi ya Tanzania bara. Maana yake ni kwamba wao Simba wanakopita wao, sisi tulishapita zamani. Tunachokifanya sasa hivi ni kuwaachia wanenepe kidogo, na kweli wamenenepa. Of course. Ila mashabiki wa Simba wamenenepa. Kesho wanasema sikukuu ya Pasaka. Subiri. Mashabiki wa Simba wamenenepa. Wamenenepa siku mbili. Ila labda tuzungumzie kitu kimoja. Kesho sikukuu ya Pasaka. Ya Pasaka. Sasa sisi furaha yetu mimi na kaka yangu. Kesho Chamazi mapema sana. Kwa hiyo kesho yaani kesho tunaenda kula naliliu na wale Azam tuliwaambia kitu kimoja, nyinyi ndugu zetu, tulicheza na nyinyi, mlijitahidi mkapambana, tunataka ile boli mlicheza ile siku ile taifa lile. Sawa. Azam anaenda kucheza na Mai wake. Afu nimesahau. Michelewesha si alipigwa 2. Mai wake. Ngoja tufanye hivi kwanza. Kawaida wagao tamu. Basi inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunakamiwa sana. Mnielewa, nuksi zote tumeziweka pembeni. Inshallah tunasali sana kwa sababu sisi unajua nakwambia tuna mazuri upigwa mawe na ufanywa vibaya, lakini sisi tumeshasimama na Mungu, na sisi Mungu alisema jisaidie na nitakusaidia. Tukiona hapa ileweki tunafuata ule msemo Mungu alisema, lakini tunazungumza kwa maana kubwa sana. Inshallah uwezo Mwenyezi Mungu aifanyie heri timu yetu pamoja na sisi mashabiki pamoja na viongozi wetu, amlinde rais wetu Engineer kwa kazi kubwa unaifanya yote, kusema alhamdulillah. Shukrani sana. Asante sana.